Ni kweli na hakika kwamba Bwana wetu ni mwema na ni mwema na ni mwema haswa juu ya maisha yetu wakati kama huu ambapo tunaendelea kuzidi kusonga na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yote ambayo anazidi kuyatenda juu ya maisha yetu. Nikitumai kwamba siku yako imekuwa nzuri, umeisherekea kwa njia ya kipekee, na kwa kweli haijakuwa tu kama siku zingine, kwa sababu hii ni ile ambayo tunasema ni Mungu ameiandaa na ameifanya ili kwamba uweze kuwepo katika siku hii ya leo kabisa. Karibu ili kwamba tuweze kuingia kwenye maswala mazito katika siku hii ya leo, haswa leo tukiendelea kuliandama swala la kuzama chini ya maji. Utaanza kujuaje ameanza kuzama chini ya maji? Ni swali la leo ambalo tunajiuliza kwamba nitajulikanaje mimi Papa Isaac nimeanza kuzama chini ya maji, ikiwa kwamba masuala yangu kimaisha nimezoeleka kuwa mimi ni mtu ambaye ninafanya hiki na hiki. Unajua kuzama chini ya maji ni kitu cha kawaida kwa watu wengi, kwa kike kiume, yule ambaye ni mzee, anaweza kuwa pia ni mama, lakini kuzama kwa mtu ni kawaida. Inajulikana kwamba hiyo yaweza ikafanyika katika maisha yetu kama wanadamu. Kwa hivyo ndiposa leo tunataka tufahamu, tutajuaje kwamba mtu amezama chini ya maji ama yuko tu pale na anazidi kuendelea kuingia kwenye masuala ya maisha yetu. Karibu sana katika siku hii ya Throwback Thursday, ambapo mimi naangalia kuna wakati niliona ni kama nimezama nama mtu fulani alikuwa amezama. So nataka leo tujue kwamba kwa sababu ilikuwa ni throwback, kuna wakati nilizama, hiyo story nitaishare. Na kuna watu ambao kwa kweli maisha yetu tumekuwa tukizama kabisa, hatujakuwa kwa maisha ambao ni mazuri, and things have not been that good to us. Kwa hivyo ndipo tunataka tujue kwamba mtu anapozama, zile ambazo ni ama yale ambayo yanaonekana, zile signs, zile symptoms zinaonekana namna gani, kama mtu amezama kidogo na hata kidogo ameenda, kidogo hayupo. Lakini tutajua kwamba itakuwa namna gani katika maisha yetu kama sisi wa Kristo, na tutajuaje kwamba maisha yetu yamezama, na pia tutamjuaje yule mtu amezama. Unajua kuna mtu pale amezama, ambaye anahitaji kurejeshwa ili asizame, anahitaji kujulikana na tumfuatilie, tujue kwamba wewe mbona umezama na ni shida gani ambayo kidogo inakupanga hivi, inakufanya wewe uendelee kuzama na tutake uzame. Lakini leo mjadala mzima tutakuwa hapa tukiwaandama siku hii ya leo, nikiona pale Irene alikuwa amengoja sana. Irene, tumeingia sasa, unaweza ukaingia. Amesema hey, niko number 1. Asante sana na karibu tuweze kuingia na kuzama kwenye mpango mzima wa mashine ya Christ. Huko na mimi Papa Isaac LENARD, ambapo tunataka tuzame hadi mida ni ya 3:30 pale, na tuweze kuwa kwamba tumepata baraka, na najua kwamba kila mmoja aliye hapa atakuwa ni wa baraka katika siku hii ya leo, ambapo tunaamini kwamba Baba wetu ambaye ametuumba kwa sababu atakuwa na sisi siku hii ya leo kabisa. Kwa hivyo endelea kuingia hapa ili kwamba tuendelee kusifu Mungu na pia kumuinua, na hata zaidi tuendelee kumwambia kile ambacho kiko katika mioyo yetu, maana mioyo yetu huenda siku zingine ni dhaifu, siku zingine ni shida, lakini leo hii bado tuko kwenye mpango huu mzima tuweze kumwambia Mungu kwamba kweli tunakuhitaji, na katika maisha yetu tunahitaji kwamba tuzame katika pendo lako tu ambalo ni pendo la agape. Yes. Ikiwa ni throwback, nakwambia kuna vitu ambavyo tunakumbuka, haswa kama mimi nilikuwa naulizwa Geti ako number 2, number 2. Nimesalimika hewani dada yangu, tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu hatutabaki tulivyo leo. Leo ni leo, kesho tunasonga, kesho kutwa tunasonga pia. So God is helping us kabisa katika jina la Kristo Yesu. Hatutabaki tulivyo. Things are gonna change into our lives. Things are gonna be changing kabisa, and we are not going to remain the same, because our God
loves you so much. Kwa hivyo najua kwamba pia wewe Mungu anakupenda. Ikiwa unajua hivyo, basi karibu sana ili kwamba tuweze kuomba katika jioni ya leo katika jina la Kristo Yesu. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja na sisi usiku mzima, ulikuwa pamoja na sisi hadi usiku wa leo. Baba yetu, umetuongoza, umetuonesha njia, umetuepusha na majaribu ya shetani. Umehakikisha kwamba kila mmoja aliye hapa, ambaye anaendelea kutizama, ambaye anaendelea kufuatilia vipindi vyetu, amekuwa salama. Safarini ametembea Bwana, amekuwa salama. Kila jambo ambalo amelifanya amekuwa salama. Hatutatosheka tu kusema kwamba Bwana usifiwe. Usifiwe tu haitatosha. Kinywa chetu kukusema yote uliyowatenda, bado hatujafika kiwango kile cha bado kulinua jina lako na kusema kwamba wewe ni Emmanuel, Mungu usiyeshindwa. Sasa tunakualika katika siku hii ya leo kwenye mjadala wetu na kwenye show hii ya Mwashenea Christ, kwamba Bwana, wewe ambao unatupenda, uwe pamoja na sisi, utuongoze, utusamee makosa yetu Bwana. Tulikokosa Bwana, tunaomba kwamba uweze kutusamehe. Wale ambao wamepoteza ndugu na jamaa zao, saa hii Bwana tunawakumbuka mikononi mwako. Bwana, uwe pamoja na wao, uwasaidie waweze kusonga na waweze kupata tumaini. Bwana, kuna wale ambao pia ni wagonjwa kwenye hospitalini. Bwana, umesema kwamba wewe ni Rafa, Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Sasa uwaponye na magonjwa yao, uwaponye na shida zao, uwaponye na shida zao Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Wacha nguvu zako, wacha baraka zako, wacha uwepo wako, wacha msamaha wako, wacha roho wako, wacha kila jambo zuri Bwana liweze kutimilika juu ya maisha yetu, maana hiyo ndiyo tu tuningependa Bwana utufanyie siku ya leo. Tunajua kwamba sasa Bwana sisi ni walegevu, mioyo yetu inakubali kwamba sisi Bwana mioyo yetu ni milegevu, lakini tuomba siku ya leo Bwana uweze kututia nguvu katika hali zote, kuanzia sasa hadi mwisho, katika jina la Kristo Yesu tumeomba, amen. Nataka tu useme pale kwamba it's a big amen, big amen, big amen kwa kila mmoja. Big amen sana sana sana. Thank you so much. Naona pale Lewis Onchweri anasema watching you live from Australia, Sydney, loud and clear. Thank you so much. Tunakupata pia, ujumbe wako umefika. Mungu akubariki na aweze kukusogeza kutoka kwa njia moja uliko pale na aweze kukuinua kwa kiwango kimoja hadi kingine. Karibu sana ili kwamba tuweze kuzama kwenye mjadala wa siku ya leo. Nilikwambia kwamba kama kawaida lazima mimi kwa binafsi lazima ningeshare yale ambayo kwenye throwback yangu pale imekuwa kwamba ni shida sana, na lazima nikwambie vile nilianza kuona kwamba mimi ninalegea. By the way, ikiwa kwamba umefika pahali ukaona kwamba nataka nitafute, kuna kitu hapa natafuta vizuri tukiendelea kushare. Kuna wakati ulifika nikahisi kana kwamba maisha yangu hayakuwa vizuri. Maisha yangu hayakuwa vizuri kabisa. So I had to ask God, what was the problem? What was the problem? And wakati nilikuwa ninaangalia maombi yangu siku zote, nilikuwa naona ni kama hayajibiwi. Lakini pia nilianza kuuliza Mungu, kwani Mungu wewe hujui kwamba mimi ni mtoto wako? Wewe hujui kwamba niko hivi? Sasa ikaendelea tu hivyo, bado majibu hayapo. Things were difficult. Things were not good to me.
So I was asking God, kwani Mungu, hii ni nini nilikufanyia jameni? Nilikaanza kumuuliza kwamba hii ni nini nilikufanyia Mungu wangu. Umefika pahali hadi unauliza Mungu, kwani hii pia mimi Mungu nilikufanyia nini? Because najaribu kuangalia, naona vitu vinakuwa ni vigumu sana, mambo yanaendelea kuwa magumu sana, maisha yako mambo yanakuwa ni magumu, and you're just asking kwamba itakuwa namna gani jamani? Kwani mimi Mungu alinilaani ama ilikuwa namna gani? No, he didn't curse you. Kuna vitu ambavyo unafanya ambavyo haviko right. Hivyo ndio tu mimi nilikuja nikarealize. Ningeambia Mungu kwamba Mungu, sasa hapa vitu vimekuwa ni tofauti sana kwa maisha yangu, lakini sasa Mungu, naomba nijibu hii, naomba nijibu. I was even to cry. Lakini mambo yangeenda right. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu sometimes I was always just sing about my life. I was just sing about me. Kuna ile being you are selfish, you are mean just to your life only. Martha Bonareri anasema kwa watching live. Thank you so much from pale Facebook. God bless you Martha Bonareri. Tuko na Irene Kiruba anasema kwamba happy TBT. All right, it's a happy TBT by the way. So it is sometimes kwamba unaanza kukua like wewe ni msee mwenye like ukiangalia life yako unaangalia kwanza kila kitu chenye cha life yako unakiweka cha kwanza. Sometimes hata wakati unaamka you are just thinking about yourself. You're just thinking about vile utaendelea kusonga mbele, vile utafanya mpango fulani, vile utafanya kitu fulani, but then you don't remember who God is to your life. Unangoja tu kuangalia vitu vya maisha yako peke yako. So that is why we are saying today kwamba tuambiange Mungu kwamba Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Kwanza mwambie Mungu nisaidie, and give thanks to God kwanza. So ukifanya hivyo ndivyo mambo yanakuwa mazuri kabisa. Blessed mom, welcome so much. Nakuona pale, unaweza ukafungua mic yako, itakuwa ni vizuri. Uko namna gani? Mimi niko poa, nashukuru Mungu. Wow, that is amazing. Tunakukaribisha sana kwenye show yetu leo. Nimeshukuru. Asante kwa kuingia, na najua kwamba timu yako ipo njiani, sio? Mimi hapo sina mngoja, nimemwacha hapo nyuma. Oh, ulimwacha ukitembea. Right, karibu sana and feel welcome kabisa. Naendelea kushare story yangu kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa ninayafanya, ninahisi ni kama niko vizuri, lakini nilikuwa ninazama. So there are signs ya kuona kwamba wewe unaenda chini ya maji. Unaona mtu amekuwa celebrity in a small duration, unasikia kwamba yeye ameenda underground. But you don't know what really conspired. You really need to know what really conspired. Au sio? Yeah, you need to really know what conspired. You are new here. Aki blessed mom. Wewe na kusema hiyo new here jameni. When were you new here? Karibu sana. Ama naweza kusema happy new year. Alright. Kuna kifungu chetu cha kuanza ama kufungua mjadala wetu wa siku ya leo kilikuwa kwamba kinatoka kwenye Biblia, na kwenye Biblia tutasoma kuhusu kifungu ambacho kinaongelea kuhusu masuala yetu ya kurudi nyuma. Tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Yeremia. Yeremia 31 pale. Tuweze kujua inasema nini, inazungumza nini juu ya maisha yetu. So I'm trying. By the way, leo ndio hata nina download app ya nini wanasema app ya Bible.
Aya, meanwhile my dear sister pale utaingia, alafu tuambie umekuwaje siku ya leo, na utaweza kutuambia yale ambayo ungependa kuyasema leo kuhusiana na wewe tu binafsi. Na throwback, unaweza ukashare throwback tu kidogo juu yako wewe binafsi. Tukiendelea kuna maandiko nataka unitafutie, iko kwa Wathesalonike wa pili 3:1. I think kwa Kizungu unajua mimi Kizungu hatuelewani. 2 Thessalonians 3:1 inasema, as for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you. Biblia imesema. Hiyo maandiko ni mzuri sana. Hiyo maandiko inasema ya kwamba, yes, yani tuombeeni ndugu zetu tuweze kusambaza neno la Mungu. yes, liweze kusambaa kila pahali. So unapoongea neno la Mungu hata yanafurahia pahali yako. Yeah, sure. Hivyo umemalizia pale sistangu? Blessed mom. Does it mean umemalizia hapa? Play said mom. Hapo sasa unaniangusha, unanyamaza kabisa hadi nashindwa, kwani iko shida? Iko shida pale jameni. Okay. Haya, tumeweza kurejea pale. Wala ambao mnaendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, tupate kama Kisi Hot TV. Hapo unaweza kutupata pale kama Kisi Hot TV, na ukisonga pale chini kwenye mtambo wetu wa YouTube utapata kama Kisi Hot TV pia. Hapa kwenye show hivi sasa tunaendelea na Motionea Christ, ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard. Pia Papa unaweza kumpata kwa njia ya mtandao wa kijamii kama Papa Isaac Leonard kwenye page yangu ambayo iko na followers wachache sana, 220 na wangapi, 225. Iko na followers wachache sana, so you can be following kama uko hapa, just follow pale, itakuwa ni vizuri. Kwa page hiyo, ndio page, by the way, hiyo page imemaliza sijui ni miezi 3, lakini iko na followers wachache sana hadi nashangaa kwani iko namna gani. Na mimi ni mtu mkubwa bwana, I'm the boss. So wale ambao mnaweza mkanipata pale kwenye mtambo wangu, pia unaweza ukanipata kama Isaac Leonard, na pia niko na account ile ambayo niko very active kila siku ni Isaac Leonard. Isaac Leonard ni ya kitambo, so hiyo nilicreate before niingia kwenye media industry, so hiyo haina maana sana. Utaingia kwenye Isaac Leonard hapo, hivyo utaweza kuingia, itakuwa ni vizuri kabisa. Haya, haya, ikifika pale naona Blessed Mama ananiambia tumepimana. Alright, tutaendelea kupimana kabisa, ninaendelea kukuona pale. Haya, alright, so tuna pia unaweza kunipata kwenye mtambo wetu wangu wa YouTube, ambayo kila siku huwa nakuletea sports news ambazo nimeanza leo. So utakuwa unanipata pale kwenye sports news, kama leo nimefanya moja, na pia utaendelea kupata mingi zaidi kwenye mtandao huo wa YouTube. Utanitafuta kama Papa Isaac Leonard, na ukisubscribe itakuwa ni vizuri tukiendelea kusonga. Blessed mom, usiende, nasikia umeitwa. Ni ukweli umeitwa? Nakupata.
Umeitwa? Alright, kama hujaitwa inakuwa ni vizuri tukiendelea kusonga kwa njia ya taratibu. Alafu sasa unajua kuna Wache mahali hapa kunichomea, nani ameniita na niko kwangu? bwana. Bwana ndiye amekuita. So niambie topic ni gani nichangie kabla ikinakia baba na kiti wakuje. Aya, topic inaongelea kuhusu, do you know the science ya mtu kuzama chini ya maji, haswa spiritually? Wewe unaona mtu ni Mkristo, si ndio? Unajua about Christianity, I know you know that. So unaweza juaje huyu mtu ameanza kuzama, like ameanza ku backslide kutoka kwa kanisa? Utamjuaje? Signs za backsliding ndio nataka tujue. Mimi upande wangu wakati mtu ameanza ku backslide, kitu ya kwanza number 1, anaacha kwenda kanisa. Ni mtu alikuwa anaenda kanisa, anaanza kuacha kwenda kanisa. Hata ukimuuliza sababu akwambii, yako tu kwa nyumba. Si ati kuna pahali anaenda. Yes. Kitu ya pili, anaacha uhusiano na wale watu wenye alikuwa na uhusiano nao kama washirika wa kanisa. Yes. Yani anaacha uhusiano nao, kama maybe alikuanga kama wewe anakusalimia na kuambia kuna shida fulani ningependa tuiombe, anakata hiyo uhusiano. Kitu ya tatu, anaacha kukuja ushirika. So najua hii ushirika inakuanga weekdays. Yes. Hata ile pia anaacha. So unajua kuna vile unaweza acha na maybe uko kuna kitu fulani unafanya. Lakini huyo hana chochote anafanya, hako tu. So hizo ndio signs on my side. Now, the another question ambayo kidogo tungependa tuifahamu, have you ever caused someone aache kanisa? Hiyo kwanza ndio tunataka tujue, kama wewe kama Blessed Mom uliwahi sababisha mtu wakaacha kanisa. Jamani, watu wanaachanga kanisa because wanaanza kuzama chini ya maji because mtu fulani anampelekanga mbio. Sasa hiyo ndio some of the things zinatufanya tuelewe leo, ndio at least you can find a way ya kwenda kuomba msamaha kwa yule mtu ambao umemkosea, ambao haujajua. But I want you to know, ujue kwamba ukikosea mtu inakuwa signs zake zinakuwa ni hivi, inakuwa vizuri. Haya, tuko kwako bado Blessed Mom. By the way, fungua mic na fungua kamera tukuone. Kama haujaitwa na Bwana itakuwa ni vizuri. Mimi sijaifanya mtu akatoka kanisa. Badala ya mtu kutoka kanisa, mimi ndio namtia moyo akuje tukuamilie pale. Alright, ukipata mtu amepata shida hiyo ya kukasirishwa kanisani, amesema mimi hiyo kanisa yenyewe mimi siendi, what will be your message to him haswa, kwa sababu watu huzama chini ya maji? What will be your advice? Mimi ningependa kusema hivi. Kanisa ni mabati tu. Yes. Kanisa ni majengo tu. Wewe usiende kanisa useme kanisa ni ya mtu. Wewe kama kuna mtu amekukwaza, nenda ukaongea naye. Na uendelee kukuja kwa nyumba ya Baba, kwa sababu hiyo ni nyumba ya Baba, sio nyumba ya mtu. Ingekuwa ni kwako, nitaacha kukuja, lakini kanisani usikatae. Kanisani ati mtu amekukosea, huko si kwake. Huko ni pahali tunaenda, tunaabudu, tunatoka, tunaenda manyumba zetu. Kwa hivyo mimi siwezi ambia mtu ati acha kanisa juu ya Papa Isaac. Hapana. Wewe ingia kanisani, kaa kwa kiti yako, omba Mungu wako, jitoe uende nyumbani.
Wow, that's great. By the way, unajua kuna pia, unajua of late mtu anaanza kuzama. Now tunaanzia kanisa mwanzo, tunaanzia mtu akizama personally huwa ana force other people wazame. Oh yes. Wale watu wa mwashene wene mnakuanga tu pale kanisani. You know this. Na of course sahi tunaanza kuambia pastors, tafadhali hatuulizi kura, lakini tunasema kama wewe ni mpasta na unapenda ushirati kanisa na washirika, tafadhali wache in the name of Jesus. Hiyo ndio ya kwanza inafanya mtu anatoka kanisani, but we are asking tafadhali wachenge. Hiyo story mingi. Papa Isaac, kuna kitu fulani mimi naonanga kwa makanisa. Yes. Na hiyo kitu mimi hainifurahishi. Unapata kama ni kanisani kuna watu wamejitenga, wanakaa maybe kwa roho fulani, wamejiwekea hapo maji kasoda, hao wengine wameparara huku nyuma. Mimi sionangi ile picha kama ni mzuri. Haya, unapata kuna vikundi zinakuanga kanisani. Unapata wewe ni mshirika, hakuna kikundi yoyote umewekwa. Hujaekwa asha, hujaekwa praise and worship, yani hakuna timu yote umewekwa. Sasa pale so unaona hata makanisa pia inachangia watu kuzama. So pia kanisa huchangia watu kuzama. Hata kuna kanisa zingine ukienda, kuna kanisa zingine ukienda unasikia blessed mom, papa mbaki nyuma. Sasa mbona hajasema kinageti wabaki nyuma? Si kinageti wataona hapa kuna ubaguzi. Kwa hivyo hata makanisani ile ubaguzi iko huko, ndio inafanya watu wakata hata kwenda. Oh my goodness. So tutaanza kuzama chini. By the way, eneo pastor pia nini mnakoanga newo? Si muongeanga tu ukweli bwana. Sasa bwana munaitana eti msefurani, alafu hii kurudi nyuma bwana mnakunywa chai, alafu sisi kuna kanisa ingine nilienda kwa sababu mimi najua hii ni nyumba ya Mungu, sio nyumba ya mtu. Nilienda nikakaa pale popote. Nilipoenda nikakaa pale popote, eti mshirika mmoja anakuja kunitoa pale, eti anionyeshe pale nitakaa. Nilimwambia mimi niko comfortable. My son akakuja na my nephew, nikakaa nao pale. Tena anakuja eti anataka kuchukua watoto. Mimi nilimwambia sisi tuko sawa, nyumba ya Mungu, wacheko ya Mungu. Hakuna mambo na youth, hakuna mambo na nini. Kama ni youth, si wakiitwa youth wataamka waende. Wewe hautaamka. Sasa mimi nilikaa upande wa youth. Sasa akaona mama mzee anakaa pale wa youth wanakaa. Si wakati youth wataitwa mimi sitaenda, nitabaki. Eti wakiitwa ai bwana, pia wewe bwana hapo ulisingua bwana, hapo ulisungua. Sasa wewe ulikuwa unataka kukaa kwa wasee bwana. Ulikuwa unataka kukaa kwa wasee bwana. Sasa wewe hapo ulisungua sana. Mobema Mokulu Mobema, karibu sana. Habari zako bwana. Bana, Mobema. Mobema bwana, ongea kwa sauti sikuziki. Imagine hausikiki kabisa, yani kabisa hausikiki bwana. Hausikiki bado. Toka alafu rudi na mbio. Unatoka hivyo alafu rudi, ndio utapata sasa network imekubali. Sasa sawa. Haya, acha niendelee kutafuta pale network. Mokulu Mobema, wewe nakuona backstage by the way. Mokulu Mobema, wewe enda kabisa alafu ndio urudi. Juu kama imekataa kuongea, hiyo ndio shida ya network. Network zetu. Hizi hata ndio zinafananga watu wanazama bwana. Wanakataa hata kuingia kwenye moshene. Tumezikataa. Sasa eneo blessed mama hapo unanizingua bwana. Unaleta shida. Bwana, sasa inakuaje wewe unaniambia ulienda kukaa kwani wewe ni kijana? Swali.
Mimi nikiingia kwa kanisa hautanichagulia pale nitakaa. Nikitaka kukaa pande ya watoto nitakaa, nikitaka kukaa pande ya wazee nitakaa, kwa sababu hapo ni nyumba ya Baba. Kwa nini unaniharakisha pale nitakaa? Halafu watoto wakiitwa, si mimi nitabaki kwa kiti, mimi siendi na wao. Shida iko sasa. Okay, sawa. Mimi kama hiyo, kama pia inafananga watu tunatoroka kanisa, tafadhali tusifane hivyo tena, kwa sababu mi naona ni vizuri tukae kanisani hata kama iko hivyo. Mukuru mabema toa asa, unmute sasa, unmute. Good, ongea. Mungu wako atakupigania, Mungu wako. Yani leo mkuru mapema, leo network imesema leo uongei akiwarahi, yani hauongei kabisa. Yani nimesikia tu, nasikia piu, sisikii kitu. Mapema tukulete speaker ama tukulete tukulete microphone bwana, uone hati ukweli wa Mungu, hati ukweli, yani hausikiki kabisa. Aya, wacha nikutafutie mtu fulani hapa akutengenezee hiyo nini, akutengenezee hiyo tunasema akutengenezee network. Wewe endelea kukua hapo, uende Mungu atafungua njia uongee. Sasa wewe nimekuweka hapo, tukiendelea kungojea Mungu alete manukato na avocado. Sasa wewe utaongea, wacha avocado itakuja ukukulie kitili hapo, tukingojea wakati wako wa kuingia. Otherwise, blessed mom, hebu niongeleshe. mimi nakupata vizuri. So mimi nilikuwa nasema wale watu mko makanisani, wacheni ubaguzi. Kanisa ni nyumba ya kila mtu, anakuja kuabudu aende zake, akuje na mattress na blanketi kulala huko, mnawapimia maisha. So mimi nasema tukue kitu kimoja, tupendane sisi wote. Kanisa ni nyumba ya kuabudu. Mambo ya ubaguzi, tukiona mtu namwambia kuja kaa hapa mbele, tukiona mwingine kaa pale nyuma. Mbona mnapangia watu penye wataka? Hata kama ni mgeni ameingia kwa kanisa, wacha akae popote. Wageni wakiitwa, ataamka, ataenda pale mbele, hakuna shida. So mambo ya kubagua ati hizi viti za hapa mbele sijui ni za nani, namba 2 ni za nani, sijui ni za nini. Mobema unatusikia? Bu unmute. Hebu unmute ujaribu kuongea kama itasikika. Mokulu Mobema unmute. Alafu uongee na bass. Maybe ni bass hiyo simu itaogopa bass isikike. Oh yes, Mokulu Mobema. Aki Mungu wetu, si aki anatumia simu ya jirani kwa leo pekee. Aki mkweli. Yaani leo mwambie angalie kwa simu yake, labda sauti iko chini, aongeze hapo kwa sauti. Kuna time unaingia kumbe sauti ulirudisha chini. Hiyo anaweza akaongeza sauti, anaweza angalia tu. Wewe Mokulu Mobema, angalia kama sauti yako iko chini, lakini sidhani, unajua simu inakuanga automated na sauti, so kuongea nayo inakuwa automated juu kuna mouth. Sio simu zote ziko hivyo, simu yangu inakuanga silent every time. Mimi ndio naongeza sauti, mimi ndio natoa. Okay, sawa sawa. Haya Mokulu Mobema, utakuwa tu hapo tukiendelea kungoja kama Mungu atakubariki. Dickson Machuki nimemwona pahali pale backstage, so I'm coming to you by the way. So hizi ni zile story tunasemanga, ulipokuwa unaenda kanisani, you were just doing this. Watu ubackslide kwa sababu ya kwenda kanisani day 1, alafu day 2 hayuko kabisa. Amesema mimi siyuko.
kwa sababu nilienda huko kanisani. Kama unasikia hapa Blessed Mama anasema mimi nilienda wakaniambia eti sasa niketi. Sijui kama hiyo kanisa ulirudi. Sasa ukaanza ku backside, alafu ukiulizwa, hii ndio wale mnafanya hata watu wengi wana backside kwa kanisa. Ukiuliza mbona haukuja kanisani, unaanza kusema ile kanisa iko na upendo, ile kanisa iko na ubaguzi. Dickson Majuka, habari? Dickson Majuka, hujambo? Nzuri sana. Huko unatupata kutoka maeneo gani bwana? Jambo sana, na yako? Niko shwari. Unatupata kio maeneo gani? Mimi nawapata kutoka Malindi. Oh, Malindi kuko kuzuri. Malindi. Oh, na hicho Kiswahili chako bwana kinaonekana kuwa cha Malindi, lakini ni Mkisii wetu alienda Malindi. Papa, mbona unaweka mukulu mubimba mara mbili? So mtoe moja umwache moja. Kidogo tuna test tuone ni gani itafanya. Dickson, kinaonekana kuwa cha Malindi. Lakini haya. Haya, mukulu mobema. Yep. Ujambo bwana? Halo. Ninakupata, haujaongea, endelea kuongea bwana. Unanipata sasa? Yes, nakupata bwana. Mukulu mobema. Hiyo sauti yako sasa umeongea na bass, at least imesikika kwa mic. Umejua nilikuwa natumia nini nyingine, sasa nimeamua nitumie simu kwa sababu sasa hiyo nyingine ni kama shetani hataki niseme hii maneno nataka niseme leo. Umejua saa zingine inakuwa hivyo. Sema bwana. Umejua mada ya leo nimepata tu nimeingia hivi na sikuwa nimechora vizuri vile inaendelea. Labda uniarifu tu kahindi tu kidogo hivi nitakuwa nimepata sehemu yangu ya kusema kwa sababu Blessed Mom kwanza anasema hiyo network inakata ishidwe. Hiyo sasa imeshika vizuri. Naona sasa iko sawa. Unaona? Kabisa. Ni ile tu unafaa mnaweka hiyo allow stream, hiyo ndio ningeweka lakini ni kama nilisahau. To control your mic. Oh yes. Sawa. Blessed Mom si ataniarifu nini topic ya leo ndio at least hata nipate kuchangia. Blessed Mom wa taarifu bwana. Tunaongea kuhusu mambo ya kanisani, yani wakati uko pale kanisani, ni nini inaweza changia mpaka una backslide? Ni mambo gani inachangia? Mimi nimepeana, ama unaweza juaje huyu mtu ame backslide? Like kama Papa vile ulimjua 2021 na 2022 ukimwangalia unaona ame backslide. Nini inaonyesha? Mimi nimesema tatu. Ya kwanza nimesema mtu akibackslide anaachanga mambo ya kanisa, anakaa tu kwa nyumba, si ati yako kazi. Ya pili anaacha ushirika. Ya tatu anaacha communication na watu. Kama sasa huyu Papa tunaacha kuongeleshana na hajanikosea. So wewe pia sema zako 3 ama 4. Hiyo ni topic nzuri sana kwa sababu hata mimi imai nifanyikia. Umejua si hata wewe maybe at one point in life umai backslide kidogo. Unapata ulikuwa unaimba kwaya vizuri. Sasa unaona kwaya sasa iendi vizuri. Alafu kuna wengine pia umejua saa zingine hii mambo na kanisa iko na vitu mingi sana. Hii mambo na kanisa iko na vitu mingi sana. Kuna wengine pia wanapenda tu kurukaruka tu. Wanarukaruka ni kama wanapepea kama butterfly. Unaona ile ndege inaenda tu inakaa tu kwa miti nyingine. Inaona hii miti upepe inakuja, inaenda tena nyingine. Inakaa huko inaona hii miti si refu sana, acha niende kwa ile refu. Anaenda huko. Mara ametoka alafu anaenda mara ametoka sijui alianza na gani. Siku hizi hata ukienda hizi matauni unapata bwana makanisa zimekuja nyingi, hata zingine nasikia tu mtu alikuwa anaanza tu kwa nyumba, hata nyumba yake anabadilika tu polepole.
anatoa tu viti inabaki wazi, anaenda kurent kwingine. Nasikia tu sasa hapo ukipita unani hivi tu. Sasa unapata wengine pia wanataka hiyo mambo na boss. Unajua kuna wengine wanataka kushindana sana. Ama mambo anaenda kanisa, lakini pia unapata sipendangi kubishana kuongea mambo na kanisa kwa sababu hiyo ni umejaa inatoka kwa roho ya Mungu na mtu ndiye anapenda anaenda wapi. Lakini kuna wakati mwingine inakuwa ngumu sana kwa sababu unapata mtu yeye anatoka hapa kisha huko wengine wasipopewa cheo. Hapo sasa shida inakuwa nyingi sana. Eti wanasikia tu wanaenda kusoma na kina nani wanaenda kukua nini wa hii siku. Unapata mtu alipewa post nyingine kubwa, alafu anaona sasa hii post ni kidogo sana. Sasa umepewa kama ni kama alikuwa head deacon huko, yeye ndiye anashughulikia mambo mengine. Sasa anasema amerudishwa. Sasa yeye ndiye anashughulika na watoto. Unaanza tu kusikia tu wanaanza kusema wanatengeneza kikundi kingine cha kanisa kiisha, wanatengeneza kikundi kingine hapo wanaanza sasa yule nyinyi waliniweka tu mimi hapo ndio natoshana naye. Wanasema tu kusikia tu. Kesho mimi siendi huko. Unaona tu ameanza tu. Kesho utapata na yeye akienda wewe unaenda hii direction unafaa unaenda kanisa yeye anaenda hii anakuambia siku hizi naenda huko. Sasa unaona vitu kama pia enyewe zinachangia. Lakini mimi nasema hivi. Kanisa ni roho ya mtu. Unaweza usiseme eti mara pastor yangu ni mbaya nini. Huwa saa zingine nasema in as much as kapa tunajua wengine pia hawafanyi ile ambayo inafaa yani umejaa siku hizi ni kama biashara saa zingine. Mimi naona nikikuwa huko biashara yangu inaendelea vizuri. Nikipata tu watu wenye nakuja kunini hivi nataka sasa nitoke hapo nifanye vitu zangu zingine. Hiyo ni ukweli iko. Na lakini ile kitu ya muhimu mimi siwezi acha kanisa kwa sababu ya pastor ama ni muamini wenzangu. Heri niache kwa sababu mimi mwenyewe ndiye kwa sababu pia Biblia inatuambia ukweli ya kuwa wakati tafika ambayo wewe utasikia yale ambayo unaambiwa kama ni mzuri chukua hiyo mzuri kaa nayo. Ile mbaya weka gua yako na ndio maana tunaambiwa kila mara tushinde tukisoma Biblia. Na mbona tunasoma Biblia? Tunasoma Biblia ili tujue ukweli yenye iko. Ili saa zile vitu kama hizo zinafanyika, umejua ukweli gani umesimama nayo. Huwezi sema tu eti wewe unaambiwa tu vitu wewe pia ambia watu ile yenye inahitajika. Si eti wewe kazi yako tu ni kukaa chini. Unasikia nani anasema hivi hapana si hivyo. Wewe pia soma Biblia. Omba Roho Mtakatifu ikulinde, ujue nini inafaa. Unaona? Lakini ukienda kwa dunia kwa sababu wewe utaenda kwa huyo pastor huyo mwenye unadhani ni mkamilifu, utapata kuna tabia nyingine mbaya. Unapata yeye ndiye sasa wewe ulikuwa unapiga bibi yako kidogo, kumbe yeye anampiga sana zaidi. Alafu unasema kama ni huyu pastor anafanya hivi, hata mimi sasa nimeacha mambo na kuomba. Sio kuna wengine wako hivyo. Unasikia nakwambia eti nikienda eti mimi siwezi fanya hii kwa sababu nani afanyi hivi na hivi na hivi. Ukiona mtu kama huyo ujue huyo mtu hana mwelekeo na inafaa umuombe zaidi ajue ni nini inafanya anaenda kanisa. Unaona? Na hii mambo na kubackslide watu wana backslide. Ni ile tu siwezi pia encourage eti mtu afanye kitu mbaya ifanye mtu atoke kwa kanisa. Kuna vitu zingine pia zinaweza fanya mtu waumini wenyewe. Unapata uko hapa umejua kama hii mambo na kusengenyana pia umejua iko tu hapo tu. Siko tu katika hiyo kanisa. Unaona? Sasa watu kama unapata umejaa Christians mimi unapata kuna watu ni wako tofauti. Mimi labda utaniambia kitu mbaya lakini niko na ground yangu. Lakini kuna wale weak souls tunasemanga ile. Unajua hata miti nyingine ilikaa kwa nini, kuna nyingine ilienda kwa mwamba, kuna nyingine ilienda kwa ile inchi nzuri. Na hii ilienda inchi nzuri ni wale walishika neno hawakutingisika. Lakini kuna ile inakuwa kwa mwamba, jua inakuja hivi, inakauka yote. Unaona? Sasa hao watu wakikauka hivyo, wanaenda na ukimwambia hivi yako hivyo. Ukimwambia kanisa nzuri atakuwa na wewe. Ukikuja umwambie umejaa sasa acha hii kanisa sasa tuanze kuuza sigara sasa tuuze nini. Yeye pia amefollow tu hivyo hata akuulizi mbona tunafanya hii na hii. Na hivyo ni vizuri kama Mkristo unaenda kanisani ni vizuri
ni nani tunaenda kanisa kwa sababu ya nani? Naenda kanisa kwa sababu niliambiwa jua sababu unaenda, na ukijua sababu yenye inafanya utoke kwa nyumba uache biashara yako uende huko, hayopa hapo utakuwa uko sawa. Lakini ukienda kwa sababu ya uende kwa sababu ya nani, uende kwa sababu ya mimi, hapo sasa utaanguka kabisa. Right. Tuende kwake Emi Nyaps, karibu sana Emi Nyaps, uko aje? Mute mic kiga. Sasa poa sana mam, uko namna gani? Niko poa. Mazee nimekumiss. Hata mimi nimekumiss. Angalia vile Blessed Mama anakasirika. Anakasirika. Unajua Blessed Mama anakula pale na sisi tuko hapa njaa. Laki. Na hata imagine wacha wasiniwaambie ukweli. Enewe kwa watu wenye wako hapa leo sijaiona sadaka zenu. Kwani sadaka zenu zilienda wapi na end month ilikuwa last week? End month ya nini? Bible liko wapi? Bible nitatuma. Si utuweke hapo chini. Ama niache nikuibie siri. Unanipata? Nakupata Blessed Mom. Wacha nikuibie siri. Sadaka itishangwi. Sadaka ni ile kazi umefanya, mtu anaona hii kazi umefanya ni mzuri, anakutumia kakitu. Kama hujafanya kazi mzuri atakutumia ya nini? Hebu salimia huyo nini timu kusota. Najua ni wale walisota. Salimia wenye wamesota kwanza. Salimia wenye wamesota kwanza, wana kakitu wameparara. Yaani natusiwa ndele. Shwari. Wacha tu. Hali imekuwaje leo mam? Emi, hali imekuwaje leo? Nani huyo? Ni nani? Ebu kidogo narudi. 1 minute. Sawa. Jesus is Lord. Anachukua anaweka tena. Aya. Papa mwambie afulize ama okoe jahazi. Wacha tu. Aya. Mukulu mobema. Mukulu mobema. Tuko kwako sasa. Unajua tulikuwa tunataka tu exhaust hii kitu. Sasa tuko kwako. Sasa wewe wakati ulienda kanisa ni kitu gani haikukufurahisha? Lakini wewe najua huku backslide. Mimi by the hata kuna siku nili backslide kidogo. Umejua sasa hivi unaingia hii. Sasa umejua vile nilikuwa mdogo. Isaac. Yes, kwa sababu huyu Mobemba ako rada. Si ungeokolea huyu Machuki aongee juu naona akineti inamsumbua. Aongee mawili matatu. Yeah, sorry. Dickson kidogo Mobemba wewe uko rada. Dickson. Unmute mic yako alafu tuendelee na masungumu so. Dickson unajua ni unmute. Wacha ni kwa unmute. Good, iko vizuri. Halo. Yes, Dickson. সাথে কথা কওয়া তুই আসলি কে তোর মে বউ যেতে লাগা কইয়া anaongea Kichina. Atukupati ndugu yangu. Tafuta place nzuri Dickson Machuki, alafu mahali hakuna kelele and then tutarejea kwako so that tuweze kukusikia vizuri. Hapo tunasikia kelele sauti zaidi ya 10.
So tafadhali tafuta Mwambie mahali tunataka pazuri. yeye mwenyewe, hatutaki hiyo group yake. Yeye mwenyewe Hiyo ndio nimemwambia. tunataka aongee. I think amepata. Aya, Dan Mobema. Bon. Ebu kwanza soma hilo jina lako bwana. Hiyo ni rahisi. Hiyo tu inaitwa Dan Bondeku Mokulu Mobema. Cheso. Ai! Hiyo ndio jina sasa. Aya, Dickson Machuki, nimekuwa na backstage bado. Tafadhali tafuta mahali kuko kuzuri, alafu ukisha tafuta mahali kuko kuzuri utainua mkono nione kama nitakuingisha so that uendelee kuchangia kwenye mjadala wa leo. So, Mokulu Mobema, umesema ulikimbishwa, ulitoroka kanisa. Kwa nini? Umejua sasa mimi sikutoroka ile sana, lakini naweza sema tabia ilianza kubadilika. Hata mimi nilikuwa nashangaa nini imeingia katika moyo wangu. Yaani naona saa zingine tu nakaa tu kwa nyumba, hakuna kenye nafanya ile nzuri kidogo, lakini napata saa zingine hata unashindwa. Umejaa saa zingine unaona watu wametoka kutoka kanisani, alafu ndio unasema sasa mimi nilikuwa nafanya nini kwa nyumba? Unaona? Unapata ulipanga vitu zako uende sijui nini, unapata watu wametoka kama uko tu hapo. Unajua saa zingine hata unaibika, unasema tu hata mimi nilikuwa tu huko, ni vile nilitoka tu mapema. Kwa sababu saa zingine unapata ulikuwa unataka uende, ulitarajia uende. Na lakini unapata tu vitu zingine zinakushika, hata hizi maisha vitu za dunia ni tamu wewe. Mtu asikwambie eti huku si tamu. Ni tamu. Okay. Si ni tamu. Sasa umejua? Sasa saa zingine unapata hii vitu inaona unasema sasa naenda kuboeka na labda kuna kazi yenye iko hapa. Unajua saa zingine kazi pia inafanya wengine wanakosa kwenda kanisani. Unaona? Na si eti hata mimi tumekuwa restricted. Mimi nilikuwa nasema kitambo, unajua hiyo time nimepata sasa ndio nimepata kazi yangu kidogo. Alafu huyo sasa alikuwa kuna wakati mwingine alikuwa anasema lazima uingie kazi, unaenda shift maybe on weekend uko kazini, uko nafaa ukue kazi lakini hauko, unaona? Sasa nilikuwa unaenda una complain mara sijui nafaa uniache hata mimi nienda niombe nini. Acha tu siku ile sasa nilipewa hiyo freedom sasa. Umepewa freedom sasa wewe, tukupangi hizi masiku zako. Unadhani sasa utakuwa perfect kuenda sasa. Hapo ndio tena unapata umeshikana na hii. Lakini unakuja chini unaangalia kenye inasababisha hata uende. Hata sasa unaita mwili yako kwa meeting, unaangalia macho iko hapo, mapua inakuona, mind pia iko hapo. Unajiuliza sasa na mimi niko na shida gani? Nikaa chini nikajiuliza, nikasema acha sasa hapa nikae tu mimi peke yangu nipige magoti. Alafu kuna wengine vitu zingine hata inafaa wewe unaombea peke yako inaisha. Lakini sasa sisi hatujiamini. Unaenda kupiga magoti hivi yaani hata haujaongoja kidogo. Unajua sisi tunatakanga kama sisi mavijana unataka hii kitu ufanye hivi na happen tu hivyo. Si kama wale wa kitambo. Unajua watu wa kitambo walikuwa wanavumilia. Anasema tu siku moja Mungu atanionekania. Lakini sisi ukienda mara ya kwanza, ya pili, ya tatu uone pesa baada iko. Nasema sasa hapa acha niangalie plan B. Tunachukua muda kidogo sana yani as we are waiting for the results, unaona? Ambao saa zingine hufanya watu wengi pia wakachoka, unaona? Lakini hiyo haifai kwa sababu Mungu ako na sababu ya kila kitu. Na kubackslide kama mimi nilisema tu ni ukweli. Umejua saa zingine ni vizuri tu unasema ukweli kwa sababu ukweli hata ukidanganya, lakini ile ukweli naye unasema tu hapa naye nimedanganya, lakini ile ukweli yenye iko ilifanyika hivi na hivi. Sasa hata mimi hiyo ndio ilinisababisha unapata kazi imewekewa hapa, lakini sasa nilikuwa nadhani eti ni kazi ndio nilikuwa na complain sana, lakini vile nilipewa hiyo nafasi unapata mambo tena ilienda even worse. Hapo ndo unaenda worse hata kuliko vile ilikuwa. Lakini unakuja unapiga magoti, omba na unaambia Mungu ni shida gani nimefanya, inasababisha hii na hii na hii, na inarudi tu iko sawa.
Ndio hiyo tu. Papa. Papa. Iko kali hiyo sasa Dani mapema. Haya, Blessed Mama ananiambia hapa wenye wanataka kuhudhuria sherehe zangu tu ya kesho na Monday wanitafute 07 20 32. Hiyo nitaongea. Ameniambia shut up. Okay. Shut up. Sherehe zako ziko wapi? Hebu ongea kuhusu sherehe zako. Mambo ya private unaanika ya nini? Hiyo nitakwambia ni kwa nini nimeianika. Si tulisema tuko na keki mbili ya Valentine na Thanksgiving. Yes. So tukiingia kwa mjadala. Mimi siwezi kuongea kuhusu kubackslide. Mimi ile nazoongea ni kushangaa na watu wenye wako mkanisani. Kuna kanisa nilikuwa nashiriki. Ni kitambo sana. Hii kanisa nilikuwa naishiriki na bado nilikuwa, yani tuseme kuna yani kuna department mingi nilikuwa natumikia. Nilikuwa kwa praise and worship, nilikuwa kwa kufunza watoto wa Sunday school, nilikuwa naosha hiyo kanisa, nilikuwa nimejitolea tu, yani naenda mapema naosha kanisa. Sasa siku moja my mama alipass. Wakati my mama alipass, si lazima ningeambiana kanisani. Papa nakwambia pesa ilichangwa. Sikupewa hata shilingi moja. Sikuuliza hata mwenye alichukua hiyo pesa, kwa sababu nilipiga hesabu. Hii pesa hata kama wangenipea ningefanyia nini? Tayari mama yangu ameshaenda, sitamuona tena. Sasa sikuwahi uliza pesa ilienda wapi, lakini kuchangwa ilichangwa. Kanisani ukishaambiwa mtu mshirika amepoteza mzazi, watu uchanga. Kwa hivyo nilikuwa nasema nini? Wale mko kanisani, fanya mambo inaambatana na kanisa. Sio kukua kanisani na mnafanya mambo haiambatani na kanisa. So mpaka leo hii nimezeeka, sijawahi ulizia hiyo pesa. Sijawahi. Hiyo ni kali. Alafu naona hapa Judy Kuomboka anasema kwamba high five everyone. Isaac and Blessed Mom. Nimeona pia Dan Mokulu Mobema. Pia hiyo high five imetoka kwake Judy Kuomboka. Alafu Magukoro Ekere Bibi Kundo anasema kwamba watching, thank you so much, karibu sana. So Dan Papa. Yes. Dan Mndeku Mokulu Mobema. Ambia Magukoro ajipange. Show yenye inafuata next nipata mtu ama alishapata mtu. Wewe mimi sijui, lakini sasa mtapangana na Kuntu. Hayo mambo yenu mtapangana na Kuntu. Anyway, Dan Mobeku Mokulu Mobema. Nimesoma vizuri? Hapana, umekosea. Dan Mondeku Mokulu Mobema. Si Mondeku, Dan Bondeku Mokulu Mobema. Dan Bondeku Mokulu Mobema. Wow. Unasema haraka, unajua ukisema polepole unaharibu. Ekia baba pia karibu sana, nimekuona pale. Eti J Ekia baba, nimekuona. Akifungua picha. Nimeingia juu Blessed Mama amesema show yenye inafuata next ni ya kupata mtu. So mimi nimeingia kusema Isaac asiende, akae hapa apatanishwe. Jesus Lord. We Ekia baba, hebu fungua hiyo picha tuonage.
Unajua unaongea na pastor. Sasa pastor atakuwa anahubiri kwa nyumba sasa. Hata pastor anafaa kuwa hapo, kwani pastor akwangi na bibi? Pastor ako na bibi. Anyway, tutaconverse, tutaona kama itakuwa namna gani. Wenye mjao mkae hapa mpate watu. Sisi tunangoja tu. Habari zenu? Nianza na Isaac, Blessed Mom, na Dan, na wote wenye wako kwa comment ya mchambo. Hi, thank you. Mimi niko poa, nashukuru Mungu. Nimeingia juu nimesikia Blessed Mom akisema mambo ya kupata mtu, ndio nikuambia usiende. Hiyo ndio imenileta. Alafu pia sifungue basi picha hata watu wa kuona jameni. Niliungua asubuhi, ngoja kidogo nitafungua. Haya, utapona. Haya, naona pale DJ Job Orina anasema kwamba hi, leo nini huku ndani? Nataka Blessed Mom na nampenda, nataka akue bibi yangu. Oh my goodness, hiyo mtaongea chini ya maji. Karibu kuja uone kama utaweza macharity. Tuko na kitabu. Kama uko na quality zote zenye anataka, utampata tu. Haya, so tulikuwa tunaongelea kuhusu hii story. Baba, tulikuwa tunaongelea kuhusu story ya wewe. Kwanza tuanze na story. Ulipoenda kanisani kuna kitu kilikuwa kikukasirisha ukahisi ni kama hii kanisa utawahi rudi huko tena? Yeah. Nakumbuka. Kumbuka kitambo sana. Ilikuwa tu ni kitambo. Acha tu niseme ni kitambo yangu. Tulikuanga tunaenda kanisa. Mimi ni mwa-CDA lakini I'm sorry kusema hivyo. Wana CDA wako na tabia mbaya sana. Unapata watu wako mtu akiingia mtu yani watu wanakuzengenya tu. Kama uko na nguo moja na umekuja kanisani ukiwa umevaa hiyo nguo, hata kama ni hiyo moja, hujakuja juu ya nguo, hujakuja kuonekana. Yani familia yetu ilikuanga ni ile familia ya Hizi, yani ni ile familia yenye nashukuru Mungu kwa sahi by the way. Hata nguo ya kuvaa ilikuanga ni shida. Sasa inabidi tunajua kesho ni kanisa Saturday, hizo nguo tufue ndio tena tuende nazo. Sometimes ilikuwa inabidi tunaomba nguo. Yani sasa ile kuenda masengenyo ikakuwa mingi. Yani tukipita tu ni wewe. Dana anacheka hapa, sijui anacheka nini. Dani bwana. Hiyo ilisababishanga yani mpaka hadi kanisa yenyewe nikasema acha tu ikae kwanza. Na watu wenye wanakuzengenya ni wale wenye ukienda kuwaomba usaidizi hawakupei. Mtu anakupea kibarua, unaenda kuitisha kibarua kwake, ile madharau mtu anakuambia umlimie kama ni shamba alafu akupea ndizi. Juu yani juu ya mashida badala ya kulipe. Pesa yenyewe anakupea pesa kidogo haitoshi. Lakini kwa saa hii nashukuru Mungu. Wow. Naundi saa hii acha tu niseme sisi ndio wa kuombwa. Amen. Hiyo ndio tu ili nikasirishanga yani mpaka hadi nikasema acha tu ikae. Sasa hivyo ndivyo niliangukanga kutoka kwa kanisa hivyo. Hivyo hadi sasa hivi hujaienda kanisa? Sasa hii nikipita tu nipate kanisa yenye nitaingia tu niingie Sunday nimalize nitoke. Ama niweke TV niangalie mahubiri. Sikiishe. Kanisa ni roho ya mtu, kanisa si kuenda huko. Sikia sasa ikia baba. Naam. Sasa nilikuwa nataka mtu wa kuombea leo wokovu, so usiende. Usiende. Alright, sasa wewe ukidhani ni kitu gani haswa, hiyo ni challenge ya kwako, and kuna challenges pia watu hupitia. Ukidhani ni kitu gani hii ambayo inafanya watu wengine pia wanaondoka kanisani, wanahisi ni kama hii kanisa sitarudi tena pia na wao, na wewe other than hiyo ambayo ni challenge ambayo ulipata, ni kitu gani huwa kinawasumbua watu wengi wanaingia kwenye hizi challenges za kutorudi kanisani, wanakasirika kutoka pale? Okay, unajua kanisa challenge ni mingi sana zinafanya watu wanaacha kanisa. Number 1, kuna zile kanisa zenye unapata watu wanakuja wako na magari zao. Na kuna hao wengine wa chini tunaenda. Unapata katika wakati wameweka mchango, wanaweka ile pesa mingi wao uwezi.
Ikifika sasa ni wakati wa kutoa, unaona yani kuna venye huwa wanakuchukulia ni kama hakuna kitu unasaidia. Kuna kanisa mingi siko na upaguzi. Yeah, kwa kanisa usifiki kanisa karibu zote, mimi naweza sema karibu zote. Kuna watu wale wenye wako na upaguzi na madharau, wanakuangalia venye huko wanakuchachi. Yeah, so mimi kitu yenye naweza sema kila kanisa iko na hizo. Mara mingi unapata kuna watu wamewekwa kwenye mstari wa mbele. Kuna hao watu wengine wenye hatujiwezi, tunaenda hiyo kanisa, yani hata venye mtu mwenyewe hata anakuambia, hata anaweza kuambia usimame kiti, wageni wakuje wakae. Na kanisa sisi wote tunatoshana. Ni sawa viti za mbele huko hatuwezi enda. Lakini kuna wenye wanaambiwa hapana, unaamushwa hapo. Kuna watu wakubwa wamekuja wameweka gari huku nje. Wanafaa kukaa. Kwa hivyo hizo vitu pia uchangia. Yeah, so mimi kitu yenye naweza ambia watu, kanisa ni roho ya mtu. Kanisa si eti ni kwenda ndio uonekane, ati leo umevaa nguo mzuri. Unajua kuna watu wengine wanajaribu hata at least kila Sunday ama Saturday wabadilishe nguo, waende na nguo mpya. Na mimi naye mwenye sina, kale kenye nilifaa ile Sunday ilipita, ndio tena nitafaa nikirudi. So wakiniona nako kanguo bado wananichachi. Yes. Wakiona nimefunga kitambaa kwa kichwa kila siku wananichachi. So kanisa iko na challenge mingi. Lakini kitu yenye naweza ambia watu, kanisa ni roho ya mtu. Kanisa si kuenda kujionyesha. Yeah. Na mapasta na wale wenye sijui ni maashas mnaitananga sijui siku zile venye wanaitwa, mwache upauzi. Sababu fanyia wenzako vile ungetaka ufanyiwe. Hapo mahali huko ni Mungu amekuweka tu. Na hata huyu mwenye amekuja kwa sababu amekimbia, anatafuta huyo Mungu, kuna kitu imemtoa kwake akuje kukaa kwa kanisa. Unapata unajua kuna watu wengine wanasema hata kanisa sitaienda. Unapata kuna siku ameguswa, amesema leo acha tu niingie kanisa yenye iko hapa next. Kuingia hapo hiyo kanisa yenye iko next, unapata sasa yani ndio anakasirika zaidi, hata anaacha kanisa, anachukia kanisa kabisa. Yeah, kwa hivyo kila mtu si wote tunatoshana mbele za Mungu, lakini kwa macho ya binadamu hatutoshani. Yeah. Yeah, that is blessing, huh? Blessed mom. Nilikuwa nataka kuongea kuhusu wiki ya baba. Maandiko inasema hivi, matendo yetu yamtukuze Mungu. Wakati umeona mtu ana, unafaa kumpea. Ukishampea unabarikiwa. Haya, kuna watu wako na vitu mingi sana. Kama unajua unaenda kanisa Sunday, bebea huyu mtu mwenye unaona hana, enda umpatie. So hiyo ndio kufanya watu wanakuwa na roho ya kanisa. Lakini sasa hiyo kucheka mtu, kusengenya mtu na uko kwa plot, hiyo mambo iko. Sasa kuna tofauti gani ya kanisa na plot? So kanisa ni mzuri, watu ndio wanaharibu kanisa. Right, kanisa ni nzuri, wala ambao hukuwa kwenye hiyo kanisa ndo watu, na hao watu ndio husababisha mambo mengi, haswa kwa watu wengine kusepa kanisani. Lakini kila ambacho tunastahili kukifanya ni kwamba tukubali kuishi katika kujua kwamba unakoenda pale ni kanisani, na yule ambao unaambia your problems, ambia Mungu, alafu atakusaidia. So this is the things ambazo zinafanya watu wengi wameondoka kanisani. Na pastors wala ambao mmekuwa mkifuatilia hapa leo, jua this is what is happening in your church. This is what is happening in your church. Kuna yule ambaye ni Asha anapenda watu wene wako na pesa. Nikikaa hapo mbele, papa, mimi nikikaa hapo mbele pale panaekangwa maji na juice na soda. Mtu akikuja kuniamsha, mimi nabeba juice, maji na soda. Ake Mungu wangu, hii story ni kali sana. Anyway, tuingie kwa section ya ujumbe pale. Ili tuangalie ujumbe ambazo zimeweza kuingia hapa. Kuna DJ Job Orina anasema kwamba ekia baba, you look sweet sana but uko single ama ni aje? Uko nyuma ya tent please.
Kia baba unasemaje hapo? Lakini anyway tutaweza kujua ni yapi haya ambayo yanatukia. Sijasikia. Hebu uliza hiyo swali. DJ Job Kia baba anasema, Kia baba you look so sweet sana. But uko single ama ni aje? Come nyuma ya tent please. Hello. Utana nyuma ya tent utafuta DJ Job Niko single lakini bado okay. Sijaanza kutafuta. Nikianza kutafuta nitamtafuta. Ngoja tu paka ile siku yenye nitaamua kutafuta. Oh my goodness. All right. Na akuwe na quality zote zenye nitahitaji hiyo wakati. Hello. Haya, tumekusikia dada yetu. Thank you so much. Haya, kuna Isabella Bwere anasema kwamba hi guys, hi to you. Hope kama unatupata. Hi, hata Isabella bana, unaweza ukaingia hapa tuweze kuongea moja kwa moja hapo sasa inakuwa ni vizuri. Okay, simi acha niwache hapa niende kidogo kazi, nifunge kazi ndio nirudi. Sasa ulisema nimeshukuru sana kwa kusha pamoja na nyinyi. Kia baba, ulisema eti nirudi nyuma, mimi sijui kama nitarudi nyuma. Kwa nini huwezi rudi nyuma na uko hapo na nini iko karibu kwanza? Kwanza uko single? Hiyo ndio tunataka kujua, uko single? Niko single lakini ikiwa tunaweza ongea inbox ni sawa. Iko television tafadhali. Hello. Okay, sawa. Inbox basi ndio tujue kama unaweza patanishwa, lakini pia tutatafuta mtu wa kutupatanisha. Ndio tujue. Ndio upate mtu, usitoke bure. Tunataka kukupea mtu. Tafuta blessed mama atakwambia. Utakwambia vile utanipata. Anyway, hiyo ni masuala. Hata ukurukuntu tutamuuliza hapa. Okay. President Mambai, tuonane hiyo masaa zingine. Hello. Isaac, hivyo usiende. Hivyo nimesema, lakini ukae hapo nyuma ya tendi tu ukiwa unasikiza. Maybe unaweza pata quality zako hapo. Oh good. Bye Kia mama, God bless you. Thank you so much for being with us kwa sababu ya siku ya leo. Thank you. Wala ambao tunaendelea tu comment kwenye team comment pale, still we are saying by the way pale manyumbani, pale kanisani, we are still saying that watu ambao tuko kanisani bana, tunataka watu at least hizi story tunaongelea hapa, at least ujue uchukulie yule Asha wa kwenu. Asha anapenda kubebea yule mtu ambaye ni mtu wako na gari nzuri. And by the way, blessed mama, unajua hili because hili nimejua hapa. Dan Mokulu, Dan Bondeku Mokulu Mobema. Hiyo inaningoanga sana. Dan Bondeku. Wa. Iko kali sana. Hiyo iko kali sana kabisa. All right. So Dan Mokulu ingia ndani. Ni kali sana hiyo. Ikiwa nimekuona pale. All right. Umeipata. Tunaenda pale naangalia hapa comment ingine hapa. Comment ingine hapa. Johnny Ndirango, I thought it's Mtembei TV Kenyan politics. Jesus is Lord. Anyway, karibu sana. This is Kisi Hot TV and this is Moshenea Christ na Papa Isaac LENARD. I think you get the point, brother. Unaweza ukaingia hapa tuongea hii moshene yetu. Moshene nzuri sana. It's a blessing to have you. God bless you, brother. Ndirangu John. God bless you. Blessed mom, hii na wewe na Dan Mobema ni kama ametoroka, ni kama yuko, hebu sijamuona kwa kamera. Aliweka tu simu hivyo akatoroka. Sijamuona. Mobema. Oh yes. Sawa. By the way, blessed mom, tumekuwa kwenye makanisa zetu pale nyumbani. And you know that. Ile kanisa yenu kule nyumbani ni kama ukweli. Watu wana backslide wakikuwa na gari, wakikuwa na business, wakikuwa na pesa na wakikuwa politicians. Hizo vitu nne ni ukweli ama uongo? Hebu tuingie kwa hiyo section. Hebu fungua mic bana, ongea. Wewe sasa ukikuwa hapa unanyamaza, mimi sitajua.
kusema ni uongo. Lakini kuna some. Labda. Nilikuwa nimeona Dana ameingia, ndio nilikuwa na nyamaza ongea. Ongea sasa. Juu ya network nilikuwa nasema hivi. Upande wangu najua mjadala unachangia vile wewe unajua. Mimi sijaona mtu backslide kwa sababu amepata kati ya hizo vitu umetaja. Mimi naonanga watu wana backslide kulingana na vile wanafanyiwa. Ile madharau wanafanyiwa kwa makanisa. So hizo umetaja ine on my side hapana. Alright. Hapa nimepata vizuri tukiwa tunajua hivyo kwa njia ya taratibu. Nimeona hapa saa zetu zimeenda kaki. Saa zetu zimeenda sana na mnajua kwamba mida ya saa 4 pale mtakuwa mnajiunga na ndugu yetu Kurukuntu na mnajua ni msee wa kuconnect. Hata kuconnect sijui. Lakini the greatest connector hapo ujue Mungu anastahili kuwa na nini ndio mkuwe connected kabisa. Otherwise mkiwa hivi sioni kama mtakuwa hivyo tu, lakini lazima mkuwe na God akiwa place yenu, kila kitu inaenda smooth mazee na mnasonga kwa njia ya taratibu. Otherwise mimi kwa wale ambao mnakupatanishwa leo, I wish you the best, all the best. Otherwise ikiwa kwamba ni ukweli mmepata yes blessed mom, mwambie ajichunge sana asikuje kupigwa mawe na watu. Unajua alikuja hapa kutuahidi eti atatuletea wanaume. Sasa mimi nikafikiria ni oda amepata pahali. Tena anarudi kusema hajapata. Nani hajapata? Kurukuntu alisema anaenda kutuletea wanaume kutoka daraja 2. Kuna pahali amebook. Anaenda kuwachota lete. Mungu wangu, this is a gospel show bana. Tuachane na hizo story tutaongea baadaye. Gertrude na Mali nimekuona pale unasema kwamba hey ndio kuingia. Karibu sana. Actually Gertrude ingia. Kwanza Gertrude nilikuwa na ngoja sana. Leo haja comment. Hata nimngoje hapa a comment ndio tusikie. What is our views on the same? Hapa ndio nataka tujue sasa. Gertrude ameingia huko. Gertrude ingia sana. Link by the way ni kama imepotea. Acha nikutumie link tu hapa sasa hivi. Huyo Geti unajua anatumia credo. Inaweza kuwa amefuliza mwaka uko jazi. Mark PK anasema kwamba watching from Kakamega County Lubao. Thank you so much. Iko vizuri. Haya, tunangoja pale. By the way, blessed mom, mimi kwa upande wangu, mimi nimeonanga most of the Christians wakitoka kanisa moja kwenda nyingine because anaona like ile level ya ako sahi ni level ya niko juu. Like wakati yako na gari alikuwa kwa hii church, but after amepata gari mazaka akasema na mimi bana si hata mimi nikuwe kwa watu wengine wana park. Badala yeye akaa huko ndiye aleta breakthrough za kupark magari kwa kanisa, yeye apaki kabisa. Nini hiyo mnaongea hivi nilifuliza? Geti sasa si mtaongea na blessed mom Junior amesema umefuliza. Mimi uniondoe sina wakati aliongea wapi? Public. Aya. Blessed mom. Lakini wacha ni wasalimu nyote. Hamjambo? Hatujambo. Mkoje? Tuko sawa, labda wewe. Mlikuja na uji? Uji haipo, niko na kasimu katururu hapa peke. Katururu ndio niko nayo hapa. Kwani hiyo ndio chakula tunakula? Hii ndio tunawasiliana na hujawahi nitumia pesa kwa hii simu. Yes, mama wapi kajuice? Blessed mom yeye atakuwa na juice, amekuwa akikula huko. Wacha na blessed mom yeye anajua ndio huyo. Mimi na blessed mom nani anapenda food? Si unaona nikitisha hiki ako nacho. Anyway, mjadala akisikia kwanza kabla sijaingia kwenye mjadala sikia vile nimeambiwa hapa. Kaki Geti neli nakulia. Ni ukweli. Sasa lazima unge kama hiki ungetangazia watu wasikie.
Hapo unachoma picha damini. Anyway, hapa tunaongelea kuhusu masuala ya kanisani. Unajua kuna watu ambao tunaondoka kanisani because ya kitu fulani. Na pia tukasema kuna kitu fulani inaweza kufanya utoke kanisani, maybe ni cheo, maybe ni vile ulikuwa approached kanisani. Kwanza tukasema kwamba kitu tutaanzia ni wakati ulienda kanisani, ni kitu gani ulikuwa uliapproachiwa nayo haikukubamba? Ni gani? Hebu tuanze na hapo. Mimi sijaelewa kitu chenye mnaongea. Njana hisi ingia sasa. Mimi ninaongea haraka ndio uelewe hiyo njaa yako ndio iishe. Jameni. Sasa haraka sasa mimi. Mimi si computer. Geti. Wewe si robot. Sasa iko hivi. Wakati ulienda kanisani, kuna kitu fulani kilikukasirisha hadi ukafeel like hautataka kurudi huo kwa hiyo kanisa. Ni gani hii tafadhali? Ushe na sisi. Mimi hakuna. Hakuna? Yeah. Sawa, kama haiko ni sawa. So, now kama haipo tuongelee ni kipi hiki ambacho kinafanya watu wengi wana backslide pale kanisani. Wanakufa moyo, wanaacha kwenda kanisa, si ndivyo? Ina depend na hao watu wenye wanachaguliwa, na mnasema wanaitwaje? Wenye kiti ya leaders. Okay. Au ndio hufanya anyway, au ndio hufanya mtu anaacha kwenda church. For example, ama nipate nimekasilisha ni mom. Kama sasa tuseme, I'm sorry to say, anyway, yangu anike usikiana. Yode nchorite. Oh yes. Makogoti ukwini nakuona pale, we tu ngoja nakupea nafasi. Andewe, inje napate inje noma kusima. Mana wande yege Swahili yani yaya. Na wazi kukua nike kusima. Anyway, nyore for example mupasta. Wagosa nde inje bono na president mamu moko mupasta. Inje moko mupasta. Na gosa ile president mamu. Tugali ngoja tore tuara andi ya pasta te babanda tuanchane tutio tuara chinda mwamu libe. Pasta inero mutani upate libe nenda mwamu bochaya what and what. President mama goje kansele manangia kuchondande. Konga kai kanyari tika hakia morembe. Inda mwamu nililia kukwana nera wat. Oteva tenji ndike kansanya sawa nakuya kana bako ngunsi koga kani impera nitakendi kansa. Para kumegonyora chilida chioka kwanza naina tata bichilida naina bantu tu mueta ni ndimanya ni kanisa ya mumo kwenda taona kwenda na akanyare betoko sine ene no inkaransikiro no te amutigira ka ndi kanisa injinale ko tewi kanisa ne ngoro yao kanisa ne ngoro yao njedi kunyara utigira muntu kanisa onye kwa mwako utige kanisa igoro yo muntu sekintu kyako keji means naye nkwa bwatirikete Usengwata kita ni gutete ko chenchi dini gose nota ke dewa nota ya wana te duti kanza na kore bintu biane o saliwa ne kuna nta kite bon karas. Alright, Geti nimepata point yako, niende kwake Mokogoti Okwini. Karibu sana. Hujambo? Sichambo. Na kuona pale manze mahali huko bana ni kama you are blessed bana. Naona lights everywhere. Niko tu Mombasa. Yeah. Kukoje lakini? Mimi niko poa. Na wasalimia mjamba. Blessed mom. Atujambo. Fungua kamera kwanza. Fungua tu mic useme hi. Nasikia umemiss voice yake. Yeah. Mokogoti Okwini, mimi niko poa. Nashukuru Bwana. Ningependa uniambie kama leo ndio tunapatanishwa ama ni kesho. Patanisho nilikataa. Okay, nitakuja kukuambia tu. Anyway, nataka kujua show ya patanisho, si ati mimi na wewe tunapatanisha leo ama ni kesho. Hapo nitakuja. I will prepare. Keti niaje? Keti yako poa? Fresh. Papa Isaac. Yes. Mjadala naona sio ni nini. By the way, unajua mimi napenda kutembea sana. So labda uniambie ndio niongee kidogo.
Wacha kwa sababu kuna mtu mwenye anakuelezeanga vizuri hadi unasikia imeingia kwa roho. Anaitwa Blessed Mom. Blessed Mom, mueleze tafadhali. Jumi, naona kama time imeenda, nitaongea haraka, shikanisha haraka. Tunaongea kuhusu mambo ya kanisa. Kuna kitu umaifanyiwa kanisani ikakuvunja moyo, ama ukatoka kanisa, ama ukabackslide? Swali la pili, ni vitu gani zinafanyanga mtu wa backslide? Zile uchangia mtu anatoka kanisani. Okay, kwangu mimi kama Mokogoti, in fact vitu ni mingi na inafuata ni kanisa gani yenye unaenda. Unaona? Kila kanisa na dini yake. Unajua kuna kanisa yenye unaweza enda, mnaambiwa lazima mlipe code ya 1,000. I see kuna hiyo kitu niliona mahali iko kwa, niliona hiyo kitu kwa cassette kalikuwa tu kamefanyiwa hivi. Mnalipa 1,000 kila mshirika, lakini so vitu kama hizo zinaweza changia mimi nisiende hiyo kanisa, nipadrishe kanisa, niende kanisa ingine. Unaona? You cannot force someone to pay pesa yenye ana. Hiyo ndio kitu yenye inaweza nifanya mimi nitoke kwa hiyo kanisa. But as me Mokogoti una njo mu SDA tingo otigera kanisa aro tingende kanisa ngao. Warai, siezi. Labda wewe uende uniaje. Because I see naonanga kanisa mingi. In fact, mimi sitaki kuongelea dini, but kwa mi kama mimi mu SDA sinanga sionangi kama una kama uko nayo, lakini shida tuko nayo tu ni kusengenyana. Hiyo ndio shida. Kitu inasafanya kwanza watu wengi wanaachanga kanisa ni kusengenyana. Acha tuongee tu kwa. Unajua unaweza pata president mama amefalia wrong. Unaona huko ukitembea watu wote wanakuangalia, hata wewe unaweza ibika. Unaona? Unaweza sema acha tu hii kanisa nao wananiangalia na macho ka. Unapata president mama ameacha hiyo kanisa, ameenda ile kanisa nyingine ya kudance venye anataka, ya freestyle. You understand that president mom? Hiyo iko si tafadhali. That's why mimi nasema kama muesidie mimi siwezi achia mtu kanisa nayo. Labda wewe mwenye unataka kukosana na mimi uniachie uende, lakini sio mimi. So Baba Isaac, yes, I hope mimi sioni kama kuna kitu yenye inaweza nifanya niache kanisa. Because mimi kama muesidie, mimi naongelea kama muesidie. Najua tu nimefuata dini nikiwa mtoto mdogo from but in adventurous. Yes. Nikakuja Pathfinder, nikakuja nikakuwa youth, so naenda kwa mzee. So sioni kama kuna ubaya mimi nitaachia mtu kanisa because ya vitu vingine ya kutengenyana. Mokogoti huku ni kwa sababu ninakuona hapa na kuna Wamonya anaendelea kusumbuliwa na network. Acha tu atuongeleshe pia yeye alafu tarejea kwako. Wamonya. Okay bro. Yes. Ujambo, sauti yako nzuri, hebu tuongeleshe bana. Nashukuru. Uko kutoka maeneo gani? Mimi niko Nairobi. Nashukuru sana kuja kwa hii forum. Yeah, so even though nimekuwa nikiangalia tu mkiongea, but leo nimejisema wacha nijaribu kuingia. Uliniambia ulidhani ulikuwa unashangaa kwani leo ulisema ulidhani this is Mutembei. Ama si wewe? No, si mimi, but I usually nafuatilianga sana, you know, in the real sense. Umeona Mokogoti tena network imemkataa. I think wewe umeona shida ni alikuwa nayo. Alright. Yes. Yes, endelea. So as far as I'm a proud Kisi. So the moment unaona kitu yote inayofanyika na young people from where I come from, I usually learn on how to get in touch with them and learn more and more things. Yes. Right. Now tueleze ni kitu gani hiki ambacho siku moja ulienda kanisani ukaona hii bwana, nikienda hii kanisa bwana ni kama inanikera, ikakufanya hata usirudi mara ya pili.
Na swali la pili ni unadhani kwamba ni vitu vipi ambavyo haswa vinawakwaza watu ambapo inawafanya pia waache kurudi kanisani ama waache kuenda kanisani? Kusema ukweli, wacha nichukue hii fursa. Like somebody like me, I've never gone to church more than 2 years. Woo! And I've got reasons best known to me. Na si mtu mmoja ama wawili. There are people with the same kind of maybe issues kama zile niko nazo. Oh yes. Aya, kumbuka, okay, I'm not trying to sijui kujifanya ama nini. At one point I just wanted to be a priest. But in the real sense, I just said I can serve God in another capacity. Not necessarily kuwa priest or anything, but I just said I can serve humanity in one way or another. Vile tunavyoongea sasa, mimi ni askari, naishukuru Mungu. Yes. Hata unapoangalia hapa nyuma, hii ni trouser yangu ya kazi. Naiona pale. So what I mean is this, there are things more especially kule nyumbani when you go to church, maongezi yanayoudhi kusema kweli, like mtu wako hivi, huyu wako vile. So unapoangalia kwa upana, unasema hii naenda kwa hii nyumba kumwabudu Mungu, lakini sina wakati mwema, ama ninapokuwa pale najishuku kwamba mtu fulani ataniongea hivi na hivi na hivi. So inamfanya mtu kutoka, like unasema haya basi wacha niwaachie, ama mimi nijipe nafasi ya kumuomba Mungu pale ambapo niko. Well, so these are the kind of issues and challenges that we face, we as human beings. Kumbuka, we are human beings and we have got emotions. So like I've said, mokogoti yote virengaki, like okay, incheti nkoko tigera na yora tigere. So that is actually more of a show of mighty. Like unajaribu siwezi, but on an emotional aspect it comes to a point like unajaribu kujicompose. Na unapojicompose, mimi ile kitu najua, unapoongea na Mungu wako unastahili kuwa na wakati mwema, ufanye maombi, you do the communication between the creator and you. Unaona? Yeah, sure. So it does not necessarily mean that I should go somewhere where behind the back of my mind I know like there is somebody who would talk about me. Aya, hiyo ni moja. Changamoto ingine, mtu kama mimi niliwahi kuwa one of the leaders katika kanisa. And that is the time when I was actually quite young. I was in form 2. Whereby tulikuwa tunafanya project kila mwaka katika kanisa, maybe ya ku make sure like hii mwaka tumenunua viti zaidi ya 2. Yes. Hiyo mwaka ingine tumefanya hivi. But now you realize there are people who are taking advantage ya hawa wengine kujaribu kugain wao wenyewe. Unaona? So when I just came in, I actually said, and me nilimobilize some other people whom I said, this is not the right way, this is where your money is going. Na nilipofanya hivyo, ikawa kama mimi nimekuwa like na ujumu mipango yao. So that is why you now get like, okay, those people would actually now start profiling me like, oh, I'm not that kind of a person whom they want. So you usually say, kama ni hiyo kanisa wacha ikae. Yeah, so those are the kind of things that we are going through. And we as young people, and we as young people, as long as we have got faith, it is actually on mentorship policies on how do you wewe ni kioo, yani when I want to be, or rather I want to go, and kwa kiwango fulani ndio maana napenda Waadventista. Sababu unapokuwa, yani kuna vitu ambavyo wanakuonyesha, wachana nao Waadventista wa siku hizi ambao wanajifanya. You know ladies, you know, okay, when you look ukiangalia Mwadventista vile yani they are being mentored, unaona? Wamefunzwa maadili.
Yes. Lakini mambo ya kidunia inafika okay, as a human beings you must do that, you must do human acts. So inamfanya mtu kusema okay, mimi sitaonyesha but nitafanya behind the back of other people. So those are the kind of weaknesses we have as human beings. Na hizi vitu za kuongeana vibaya, we as young people, we need to condemn them. Yes. We work to the best possible ways za kusimamisha imani yetu sisi kama vijana na kuwa kioo cha jamii kwa njia moja au nyingine. Alright, Wamwana, nimekupata pale. Thank you so much. Kuna pale Jason Obuya na Kambi ameingia hivi sasa, na pia Emonyo hivi nimemwona pale. Kwa hivyo tunaweza tuka comment. Nataka kila mmoja achukue 1 minute kabla hatujamaliza, kwa sababu mida ya sana tunamaliza kwa sababu ya kuenda kwenye nyingine. Jason Obuya na Kambi. Jason Obuya. Jason sijamuona akiongea. Kwake Emmanuel hivi. Mambo vipi kaka? Poa sana. Mimi niko sambamba, naona mko sambamba. Ndio ni vile nimeingia, sijaipata topic yenye mlikuwa mnaongelea kitu, unless ni update just even tu niongee. Utaongea juju kwa sababu ya minutes zetu zimeisha, kwa sababu wakati unaenda pale utaongelea kuhusu masuala ama kitu ambacho kilikufanya siku moja ulipoenda kanisani haukufurahishwa nacho, ikakufanya hata wewe siku nyingine tena usiwahi rudi kwa ile kanisa, na pia utaongea kuhusu changamoto ambazo watu ukumbana nazo ambazo zinawafanya kwamba waweze ku backslide kanisani. Thanks kwa kuniambia hivyo. Unajua ukienda kanisa wewe waamua wewe mwenyewe kutoka kwa roho yako. Huwezi enda, na kuna wakati huyu jamaa nilikuwa nataka niambie jamaa hapa ameongea about Hizi kila mtu huwa mwenyewe ukiamua kwenda jaji. Huwezi enda because huyo Emonyo. Unaenda wewe mwenyewe. Huwezi enda kwa sababu somebody no. Kama umeamua kwenda jaji, not unless uamini Mwenyezi Mungu. Kitu ya pili ni hii. Najua kuna wakati nilikuwa naenda church fulani, nikaona enyewe ni mlewa hiyo church. Lakini nilika tukiwa kubwa kidogo, tukapita tukarudi Sunday. Unajua kitu yenye kuna ile ndio kuna masengenyo fulani huyu hivi na hivi. Inakudisappoint, unaona hii church gani mtu anakusengenya, heli wewe mtu akuje akwambie hii ndugu iko hivi, lakini anakuambia kwa mdomo tu hii iko hivi, lakini kienda site nyingine ndio huyo tena anakuongelea vibaya. Ndio maana wazazi wangu wakaamua kupita kutoka hiyo SDA wakarudi Jumapili. Na kama kitu nataka niambie huyo ndugu mwenye ametoka hapa kuongea, kitu ya kwanza, kama umeamua kumwabudu Mungu, usiende kwa sababu ya mtu yeyote. Enda wewe kibinafsi, kama ni Vincent individual. Hata your wife akiamua kwenda jaji, uwezi ukamwambia ati nini, uwezi ukamjagulia nini hii na hili, no. Wewe kiustaarabu ni ile, amua kama unaamua kumtumikia Mungu. Ndio maana tunasikia ni wachache sana watakayeona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tuchikaze mwendo, hiyo kitu ndio naamini. Kiamua kujikaza, na unajua kuna ndugu yangu wote nikwambia, siku moja nikiwa kazini kwangu hapa mjini Nairobi industry, tukiwa na Muislamu fulani hapa, is a good friend of mine. Sasa tukifanya na yeye shughuli, ikifika masaa, ndio maana nikajiuliza kama mimi Mkristo, kuna mahali ndugu yangu watu naanguka kitu. Mimi hata sijuangi hawa Waislamu huwa wanatushindia nini. Wanaamua hata muhindi hawezi mwambie ikifika wakati wake wa kuswali, huwa anatia mashini, anasimamiza mashini hapo inasimama, anaenda anaomba Mungu wake. Mbona sisi wa Kristo tuko na excuse ati ni siku nilifanya mtoto alikuwa mgonjwa? My friend,
enda church uombee mtoto atapona. Lakini huyo Muislamu bana alinipa challenge hiyo siku nyingine tulikuwa na yeye, imagine yeye hawezi ongelezwa au kama anatoka nje ya topic kidogo, lakini vile nataka naambia watu chukue muda kwa sababu ile na ile. Ndio tunataka kukula, lakini hata huyu Mungu ndio utupa hii chakula, mbona uwe unaenda unamwomba hata just one hour tena ukifika masafani. Like, unajua Muislamu every hour, imagine kama ameomba saa nne utamuona tena saa 6 huwa anaamka mpaka usiku, lakini wewe unalala mpaka asubuhi without playing God. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Wakristo kwa chini kidogo, lakini ni ile tu naomba, mbona tuchukue ile example ya wale watu. Mungu umtafute kama unatafuta pesa, mtafute ukiwa unachua unatafuta pesa unatafuta kwa nguvu usiku na mchana, lakini Mungu huwezi ukamtafuta. Ni kitu ya kwanza nasema. Ya mwisho ni hivi kaka, naona ndugu yangu amekuja hapo Dickson, naomba tu kuna Chini, okay, naitwa Vincent kwa FP, kuna kitu nataka tu tuongee. Hii ni TV kubwa sana, kuna wakati mwingine tunatulia huwa kama kuna nyimbo tu watu tunataka tuchezewe tukiwa tumetulia mahali fulani pale. Naomba tu hiyo, ni kuomba tu. Unajua hata angalau siku moja tukakesha hapa mpaka asubuhi, tunaomba Mungu ndio tukamulie Mungu. Mimi naomba hivyo na nashukuru baba. Thank you so much MNKB. Thank you so much. God bless you. That is umesema kama ni Vincent. Dickson, kwa sababu umekuja hapa utasema tu hi to us alafu tutamaliza. Dickson, ujambo? Ni kama mitambo yako imemkataa, lakini tutaonana kesho kwa sababu wakati wetu umeisha. Naona zimekatika ni dakika 3 baada ya saa 4. Yule ambaye ataingia hapa mida ya saa ngapi? Mida ya saa 4 dakika kidogo ambazo zinakuja, inaitwa Kurkuntu. Kwa hivi sasa yule ambaye ameondoka studio ni anaitwa Papa Isaac Leonard. Thank you so much kwa sababu ya kuwa na mimi. May God bless you abundantly. Tutazungumza tena hiyo kesho kuanzia mida hiyo ni ya saa 2 hadi mida ya saa 3:30. Leo tumeexidi kidogo, lakini ni kwa sababu tumeruhusiwa kidogo. Otherwise, God bless you and actually thank you for your comments, thank you for your text, team comment pale, wale wote ambao mmekuwa pamoja na sisi, we are happy, na pia kwa mchango wako kwa sababu ya siku ya leo. Show imekuwa nzuri. God bless you and may you have a great night. And musiondoke kwa sababu kuna yule ambaye anaingia hivi sasa. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Goodbye. Tutaonana